Luka sura ya kwanza nitasoma mstari ule wa 7 na hadi 17. Luka sura ya kwanza mstari ule wa 7. Tunataka tuone, je, mtu ni roho? Ndio. Wewe ni nani? Wewe ni mtu wa mbinguni, ila ni mwana wa Mungu umeuvaa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. So 7 inasema, nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Hizi ni habari za Zakaria na Elizabeti, baba yake na Yohana na mama yake na Yohana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Mstari wa 20 na 10, na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. 11, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza uvumba. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina lake atamwita nani? Yohana. Mstari wa 14, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mama yake. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia wasia akili za wenye haki, na kumwelekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga Yesu makofi na vigelegele. Tunazungumzia habari za Zakaria na Elizabeti. Wameoana wakiwa vijana, ikafika hatua ni wazee, hawana mtoto. Kila siku wanamlilia Mungu. Zakaria alikuwa ni kuhani, yani kuhani kama mchungaji. Alikuwa akifanya kazi ya Bwana kwa kuhubiri habari njema. Lakini siku zote hizo mpaka wamefikia miaka hiyo ya uzee hawajapata mtoto, lakini wanamtolea sadaka, wanaomba sana, wanafunga sana, wanamtukuza Mungu na wanaadhimisha Mungu, hawajawahi kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja saa yake ikafika ya kwenda kufukiza uvumba kwenye madhabahu. Mungu akamteua, akaenda. Ameenda, Mungu akamtuma malaika. Wakati Zakaria akifukiza uvumba pale kwenye madhabahu, Mungu akamtuma malaika akashuka pale kwenye madhabahu. Zakaria akaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zakaria akaogopa, akamwambia, usiogope, nimekuja kukuletea habari njema. Mke wako Elizabeti atatoa ujauzito, atamzaa mtoto, jina lake mwite nani? Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatoa ujauzito, atamchukua mimba, hiyo mimba atamzaa Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atazaa mtoto wa kiume ambaye vileo wala mambo mabaya hayatatajwa kwake. Yeye ametumwa kazi moja tu, kuwarudisha watu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila jina lake mwite nani? Yohana. Hilo jina kwanza limetoka wapi? Limetoka wapi? Malaika anampa maagizo, jina lake mwite Yohana. Lakini anasema mstari wa 17, atawatangulia mbele kwa sura ya Elia, jina lake mwite Yohana nani? Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 17 anasema, turudie pale mstari wa 17, anasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza kuona Elia, huyu Elizabeth Zakaria akamjua mke. Alimjua mke, akamzaa mtoto. Akajazwa mwanamke yule, akatoa ujauzito. Ule ujauzito wanatengeneza mwili wa Yohana. Wa nani? Wa Yohana. Sasa ni nani anaingizwa pale? Ndio maana pale anasema, lakini huyu mtoto atawatangulia
kwa roho ya Elia. Nani maana yake? Ila jina mti nani? Maana yake tunaona Mungu anamtuma Elia, anawaambia huyu Elia ndiye anayekuja kuilegeza kamba za watu hawa, mrudie Bwana. Atazaliwa kupitia Elizabeti, lakini hawa wanadamu ili wasijue ni Elia na mtuma aje duniani ili afe, kwa sababu imeshaandikwa lazima naye arudi duniani afe kwanza. Na mtuma sasa, jina lake mumuite Yohana.